Ni mchungaji Ezekiel Ole Shaya, mwalimu wa semina za wanandoa. Na leo ni siku ya baraka na neema kweli, Mungu kunipa nafasi kuongea na wewe. Inawezekana wewe ni mwanamke mnyanyasaji kwenye ndoa, unamnyanyasa mume wako, unamuonea. Haijalishi mwanaume ana kazi, hana kazi, mwanamke ana kazi, hana kazi. Kikubwa kilichowaunganisha ni upendo. Hebu twende tusome neno la Mungu katika kitabu cha Efeso. Efeso inatufundisha nini kuhusu misingi ya ndoa zetu? Inatufundisha nini? Inatufundisha nini katika Efeso sura ya 5 mstari ule wa 28? Inasema hivi: vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe ujipenda mwenyewe. Si kazi nzuri na si kazi njema kama mwanamume mwenye akili timamu unaacha mke wako kumhudumia mwili wako, zawadi yako uliopewa na Mungu, ubavu wako uliopewa na Mungu. Unaenda kwenye baa kunufaisha makahaba na malaya, ukienda kurarua pesa ya familia. Ndio maana tumeshindwa kujenga. Ndio maana watoto hawasome kwa viwango, watu hawaishi wala hawali kwa kiwango nyumbani kwako. Maana ni baba bahati mbaya, shetani ametawala moyo wako, ameremote. Unashinda baa kuanzia saa 12 mpaka saa 8 usiku, ndio unarudi nyumbani kwako. Wewe ni mume, ni baba mwenye ndoa. Hakuna kitu cha namna hiyo, haiwezekani. Vile ambavyo tunazungumza kwamba kichwa ni kichwa ambaye ni mwanaume, na lazima mwanamke aiheshimu kichwa, kiti cha mwanaume aiheshimu. Maana ukianza matatizo, mwanamke kuanza kudai kuwa wewe ndio kichwa, tayari shughuli imeharibika, ndoa imeanza kuyumba. Maana yake shingo haiwezi kutoka hapa kwenda kwa juu ya kichwa, itakuwa tunaita kituko. Na nyumba ambayo mwanamke ndio anajitia wazimu kama ndio mume au ndio kichwa ni kituko. Nini ambacho tujifunze leo? Biblia inatufundisha nini? Kwamba mwanamke amtii mume na mume ampende mke. Kwani miongoni mwa warembo wengi umemchagua huyu mmoja, miongoni mwa watanashati umemchagua huyu mmoja. Kwa nini basi usitulize moyo ili usalama? Mungu wa mbinguni asimame na wewe. Mungu